Kwa hiyo kwanza nikupongeze, ni jambo la heshima sana kuweza kuja nyumbani kujitambulisha na kuweka dhamira yako ya dhati. Ni kweli mzee. Vijana wachache sana. Ni kweli. Wangelikuwa ni wengine, wangekuwa wanajimegea tunda alafu wanapita kushoto. Huyu nilikuwa na mmega tamani. Ni kweli mzee. Ulikuwa na mego? Amna baba, limemponyoka tu ile. Anapenda utani huyu. Kweli. Karibu sana. Asante. Mbona umekuja bila mwakilishi yoyote? Namaanisha wazazi yani. Wazazi? Hawapo. Na ulishafiwa? Hamna, yani wapo nyumbani hapa hawapo. Anyway, usizunguke sana. Na kwa jinsi unavyomuona binti yangu na nilivyomtunza, mahali utanipa 2,000,000. Koti la babu. $2,000,000? Wewe umesikia nini? Babangu, $2,000,000 mbona wewe. Huyu mimi nilikuwa namhudumia huyu ujue. Huyu mimi ninakaa nyumba tu ya jirani pale, mtu ananiomba nauli 30,000. Kweli? Wewe unaona iko sawa hapo? Haya basi tukate basi na vitu vya chips. Bado kweli $2,000,000 inabaki kweli mzee wangu? Sio, msikilize tu kwanza. Wewe jiheshimu basi, mimi mtoto wa mwanamke mwenzio. Baba yako mbona katulia, anajua kabisa huyu mtoto wa mwanamke mwenzake ana haki ya kuongea. Sasa ndo ongea maneno kama hayo mbele ya baba. Msubiri kwanza kijana. Na ukiangalia gharama zako ulizomhudumia zinafikia kiasi gani? Huyu kiukweli mimi ndo nawadai. Yaani sema nijue una deni kiasi gani? Hapa mimi ninawadai kama 300,000 hivi. Wewe anaguna nini huyu? Afu nimekuta huyu ukute hata nani yake ilitoka kwa sababu ya Fanta. Amenunuliwa Fanta huko akatoa. Wewe mtu unakuja kunidipisha mahali $2,000,000 wewe kweli? Subiri kwanza. Kwa hiyo ukuta hukutoa wewe? Ukuta haupo ukutani. Haupo. Babangu haupo. Huyu ana michezo mibaya huyu, amenifundisha. Wewe Lecho. Nani alikutoa ukuta? Mimi baba sijui. Nimekuuliza nani alikutoa ukuta? Baba mimi sijui, nilikuwa tu live nikashangaa imetoka yani. Live? Nilikuwa live TikTok afu nikashangaa tu imetoka yani. Ulikuwa na tap. Sasa. Naam. Umesema shilingi ngapi? Usinikanyage bana, vinaingia basi. Huyu unamuelewa huyu? Umesema shilingi ngapi na wadai 300,000 ndo nimuoe binti yenu. Tofauti na hapo labda sasa unipe sijui mama yake kama kifungashio. Usegune sasa. Umekuja eti mzee wangu kama mtu anadai haki yake si anapewa. Basi ninyongeni mnyonge. Kwa hiyo unamtaka mama yangu afu unanitaka na mimi, si ndio? Hamna, sijasema hivyo. Una adabu wewe. Nataka 300,000 na wewe. Mpo kwangu. Sasa maamuzi yangu ni haya. Kwanza ndio usirudie kauli yako chafu kama hiyo. Kwa sababu ladha ya mke wangu ninaijua mimi, sijui kuijua mtu mwingine. Ni kweli. Pili, hiyo 500,000 ningeitoa. Lakini naanza kuona nikipiga mahesabu kama na wewe naanza kukudai. Nadai kama shilingi ngapi sasa? Sababu ulikuwa unamuiba kwao kisirisiri. Ni kweli mzee, ni kweli. Ulikuwa unakuja mida ya jioni nimewasha umeme, si ndio? Narusha mawe sana ili bati lako. Na siku nikuta bati limebonyea. Ni mimi. Hapo tunakata laki. Kuna siku ulikuja ilikuwa ni jioni, taa imewaka. Kuna unit zilienda na kata laki. Sasa kuna umeme wa laki. Kuna siku ulikuja ukakuta mama yake amefagia hapo nje, ukapita ukachafua na kata 300,000. Kwa hiyo unaona hatudaiani. Sasa ngoja. Unaona hatudaiani? Ni kweli. Chukue mwende. Lakini sema kuna kitu bado namuoa ila kuna kitu nakudai. Umesikia? Huyu alinivunjia kitanda. Michezo yake hiyo niyo kwambia, michezo ya ajabu alionifundisha, yatima wa watu. Kwa hiyo kitanda shilingi ngapi? Kitanda kilikuwa 500,000. Kwa hiyo unadai laki ngapi? 5. Kuna siku amekuja nguo yake ya ndani imetatu. Nikampa pesa kwenda kuishona. Lakini nilivyomwangalia maeneo ya ubavuni na hapa alikuwa na love bite. Kuna hela nilimpa za dawa. Shilingi ngapi? 700,000. Kwa ni bora tu tusidaiane, umchukue muondoke, sawa?